mkuu. Come and see, there's a certain fool here. There is a way Kuna njia that seems right to a man, inaonekana mwema machoni mwa mtu, but the ends thereof, lakini mwisho wake they are ways of sin and destruction. ni njia ya kifo. One day I was sat at my office. Siku moja nilikuwa ofisini kwangu. Bernice, tumesimama muda mrefu sasa, tukae. We are Tunapiga story sasa. Let's just sit. Tukae. Let's sit. Niko ofisini kwangu. I'm in my office. Sina hili wala lile. I don't have this or that. Anakuja baba mmoja And a certain man comes na mke wake with his wife na watoto watatu. and 3 children. Tena vitoto vyenyewe vimefuatana kama vile uzazi wa mpango hujafanya kazi. And they looked as if family planning did not work there. Kamoja kamebebwa hapa kananyonya. One was here taking a breast. Kengine mama amekabeba huku. The other is right here. Kwa hiyo huku kananyonya kengine, huku kingine kamebebwa. So one is breastfeeding, the other is carried. Kengine kameshika gauni ya mama. And one is getting hold of the mother's Baba anawasindikiza. and the father is taking them. Walipofika ofisini, When they came to my office, yule mwanaume akaniambia, that man said, Pastor, nilifunga ndoa na huyu mama hapa kanisani. Pastor, I got married to this woman here at church. Sasa mimi nimeona nataka kumwacha. Now I want to divorce her. Na nimeona sehemu sahihi ya kumwacha ni hapa kanisani mliponipatia huyu And mwanamke. I feel the best place is right here where you gave me. Kwa hiyo nimemrudisha. So I'm bringing her back. Mama analia. The woman is I crying. love you. Nakupenda. Please don't go. Usiniache. Mwanaume anasema bana. And the man is saying, It's over. Imeisha sasa. Done. Imeisha. Mimi namuuliza jamaa. And I asked the man, shida ni nini? what is the problem? Huyu mama ana tatizo gani? What did she do wrong? Jamaa anasema pastor. And he just says, Pastor, kwani wewe uoni? don't you see? Si unaona pastor? Don't you see, Pastor? Nikasema ana kiburi. Is it arrogance? Au hafanyi majukumu yake? Or she's not doing her responsibilities? No, pastor. Hapana mchungaji. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, hiyo ina Kiingereza iache kama ilivyo. I just leave it the way it is. She's respectful. Anaheshima. She looks after my children. Anaangalia watoto wangu. Lakini kwani pastor wewe uoni? But pastor, can't you see? Kwani uoni pastor? Can't you see, pastor? Na mimi sasa naangalia. And I'm looking. Nione. I see. Sioni. I don't see. Mpaka naanza kuomba kimoyomoyo. Until I started praying deep in my Mungu heart. Nifungue macho ya rohoni. Oh God, open spiritual Nipate eyes. kuona. That I might see. Sioni. I don't see. Nikamwambia bwana samani mimi sioni. And I told him, I don't see. Shida nini? What is the problem? Anasema pastor kwani wewe uoni si atwendani? And he says, Pastor, can't you see that we are not Mimi meant for unaona each other? pastor niko built mrefu nini? And I'm tall and everything. Afu mama kimbaumbao anaenda kama anarudi. And this woman goes as if she's coming back. Mimi simuelewi wala nini. I don't understand her. Sasa mimi nikawa najiuliza. And now I started asking Yaani myself, mjinga amezaa watoto watatu ndio amegundua mke wake ni kimbaumbao. this fool has 3 children and now he 3 knows children later. watoto watatu. Ghafla ndo amepata akili kusema mke wangu ni kimbaumbao. And now he's saying, hey, this woman is thin. Mama akalia. And the woman cried. Kasema pastor let him not waste your time. And he said, Pastor, hebu usimache apotezee muda. This guy was jobless. Huyu mtu alikuwa hana kazi. We've hustled our way. Tukapambana. God blessed him. Na Mungu akambariki. He got a good job. Akapata kazi. He's a manager of a security company. Sasa hivi ni meneja wa kampuni ya usalama. And he has a car. Na ana gari. He's making some money. Anapata hela. He's found himself a certain lady in town. Na amejipatia mdada. Mshangazi, sio mdada, mshangazi. A certain lady in town. So he wants to leave me anataka niache mimi and our children na watoto wetu so that he lives with that lady. ili aishi na huyo mshangazi. And I asked this gentleman, na nikamuuliza huyo mtu, is this the case? ni kweli hii? And he says, Pastor, something like that. Anasema kitu kama hicho. And I look at the wife. Na namwangalia mke wake. She's sobbing and she's crying. Analia sana. And I ask her, what do we do? Na namuuliza tunafanya nini sasa? And he says, Pastor, if he wants to go, anasema kama nataka kwenda, what do I do? Sasa mimi nifanyaje? Let him go. Acha aende. But before he goes, lakini kabla hajaenda, allow me to pray. Niruhusu niombe. And then he says, pray quickly. Akasema aomba haraka. Tired of your long prayers. Nimechoka maombi yako marefu. And the lady prayed. Na yule mwanamama akaomba. Amongst many things she said, kati ya vitu vingi alivyosema, the lady said, God, akasema Bwana, you know, wewe unajua, this is my husband. Huyu ni mume wangu. And I love him. Na nampenda. I have been nothing but loyal and faithful to him. Sikuwa zaidi ya mwaminifu kwake. As he goes, anavyoondoka, please protect him. Tafadhali mlinde. Protect him. Mlinde. Sasa
Nyie watoto wa form 2 nyie mnajua nini nyie wana nyie? You children of Form 2, what do you know? Mnajikuta wataalamu haya mambo nyie. You think you're professionals, eh? Protect him. Mlinde. But dear Lord, Lakini Mungu, do not grant him peace usimpe amani until the day he comes home. mpaka atakaporudi. And to my surprise, Na nilivyoshtushwa, foolishly akiwa hana akili and arrogantly, na kwa jeuri, this man said, Amen. huyu mtu alisema na iwe hivyo, And he got up na akasimama and he left. na akaondoka. And there I was, Na pale nilikuwepo, left with a woman nimeachwa na mwanamke with 3 children. na watoto 3. I don't know what to do with this Sijui hata woman now. nimfanyie nini huyu mwanamke. Because in school they didn't tell me what do I do when people bring their wives to me. What do I do now? Sababu hakuniambia nitafanya nini mtu akileta mke So I wake. asked the woman, do you have anywhere to go? Kwa nikamuuliza una mahali pa And kwenda? she says, yeah, my mom lives in some certain parts in Dar es Salaam. Nasema mamangu anaishi sehemu fulani huko Dar es Salaam. I place her in my car and I drive her to her mom's house. Nikamweka kwenye gari nikampeleka mpaka nyumbani We kwa. go on our businesses. Tukaendelea na mambo yetu. Few months later, Baada ya miezi kadhaa I receive a phone call. napokea simu. It's an older woman on the other side of the call. Ni mwanamke mkubwa upande mwingine wa She simu. says, Pastor, do you have time? Anasema mchungaji una muda? Yeah. Njoo nao. Please come to Muimbili. Njoo Muhimbili. We need your service. Tunahitaji huduma yako. And we as pastors, Na sisi kama when wachungaji you call us into the hospitals, ukitupigia kuja we hospitalini drop everything that we're doing tunaacha kila kitu tunachofanya and we run. na tunakuja. Because now there is someone standing in between life and death. So kuna mtu anasimama katikati ya kifo na So I uhai. rushed to Muimbili. Kwa nikaenda pale Can't Muhimbili. remember whether it was Kibasila or Moisela, I can't remember. Sikumbuka kama ni Kibasila au wapi, sikumbuki vizuri. Entered into the ward Nikaingia kwenye wodi and on the bed na kitandani there was my guy, kulikuwa kuna yule mtu, the tall, appealing gentleman, yule mwanaume mrefu sleeping on the bed amelala pale kitandani with a major stroke. akiwa amepooza. 75% of veins in his brain were broken. 75% ya mishipa kwenye akili yake His lip had moved to the side of his mouth. na mdomo wake ulikuwa umegeuka hivi. And when he opened his eyes Na alivyofungua macho yake and he saw me, akaniona, he started crying. akaanza kulia, Pastor, mchungaji, Pastor, mchungaji, I want my wife. namtaka mke I wangu, want my wife back. namtaka mke wangu mchungaji, Pastor, I need my wife. namhitaji mke wangu. He is making it sound Anataka isikike as kama though I'm the one that took his wife from ni him. kama mimi ndo niliyemchukua mke He's wake, behaving as though I'm the one that snatched his wife. ni kama mimi ndo niliyemuibia mke wake. My wife. Namhitaji mke wangu. Now let me ask you, Sasa ngoja nikuulize, Form 3s, are you in the house? kidato cha 3 mpo ndani? If you were the wife, Sasa kama wewe ndo ungekuwa mke, do you go back? utarudi? Do you go back? Utarudi? Don't forget. Usisahau. Don't forget. Usisahau. Proverbs 14 verse 12. Mithali 14:12. There is a way that seems right to a man, Kuna njia inayoonekana ni njema machoni mwa but mtu, the ends thereof, lakini mwisho wake it is distractions. ni uharibifu. At Jombe, I gave you the story of the young lady who was beaten by the boyfriend. Do you remember that?